Mambo vipi? Sportscare Media tumerudi tena. Dada Sports. Upo na mimi presenter wa Sportscare, naitwa Latifa Adam Kilasi, ukipenda niite Nyaro baby, uwe sutili ya ng'ande. Mjukuu wa Mligwa. Leo nipo na mrembo hapa. Presenter mwenzangu. Sports lady hapa, naitwa Jennifer John Mdoe, mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari DSJ. Chombo kipya lakini kipo vizuri. Kuna madini kidogo ya kimichezo Anaye anataka ashare na watazamaji wote, lakini uko poa? Poa, si wewe? Mimi niko fresh. Leo kuna bonge la mechi. Unaonaje mechi hiyo? Mimi naiona mechi iko poa. Mechi itakuwa ina furaha sana kwa sababu kwenye ule uwanja kwanza wanakutana mara pili. Sasa wamekutana kwenye DC Premier League, lakini wakatoka draw kwa goli la mwalimu kukataliwa na referee. Kwa hiyo leo wanakutana kwa mara nyingine tena uwanja ule Zanzibar, na sisi tunataka twende tukaone nini kitatokea leo. Tutakuwa na mabadiliko. Hatari sana. Lakini wewe mechi unaionaje? Dabi kubwa sana yenye ushindani, kwa sababu hizi timu mbili kubwa zina mashabiki wengi, watazamaji. Kwa Watanzania wengi wanaisubiri mechi kubwa sana. Simba na Yanga wakikutana inakuwa na ushindani mkubwa. Kwa mechi itakuwa ngumu. Na hivi karibuni kuna Kariakoo Dabi. Kwa maandalizi yako mara mbili yake. Muungano Cup na Kariakoo ya tarehe 3. Kwa shughuli ni kubwa. Dabi zinaendelea. Lakini pia tunaweza tukajikuta tumekutana na dabi nyingine tena kwenye CRDB. Confederation Cup, tuone pale itakuwaje. Dabi zikiwa nyingi hivi hadi raha. Au unaonaje? Hatari. Sio mchezo. Sasa tukiangalia jinsi ambavyo Simba na Yanga wameicheza katika mechi za muungano zilizopita na timu nyingine kama hivyo za ndege kama vile Azam na Yanga, wewe unaona kwamba huu mchezo utakuwa ni mchezo wa aina gani? Mimi kwa upande wangu naona mechi itakuwa ni ngumu, kwa sababu ukiangalia Simba wanatamani kuchukua tena ubingwa huu, wanatamani kuchukua ili kombe, kwa sababu kila ukiangalia Yanga mara nyingi ndio wamechukua mara tano wamechukua mara 5. Kwa Simba ana ile chachu ya kuchukua hilo kombe. Mimi naona ni mechi ngumu. Itakuwa mechi ngumu. na siku ya leo nipo najitahidi sana kufikiria. Mwalimu wangu alinifundisha kufikiria nje ya boksi. Akasema ukifikiria ndani ya boksi kutakuwa kuna kona unajigonga. Sasa katika kufikiria ndani ya boksi mechi ya leo itakavyokuwa, kutokana na jinsi ambavyo wana mechi nyingine tarehe 3. Sana nawaza, je, kutakuwa kuna kupumzisha wachezaji leo ama ni tutacheza leo kwa nguvu zote na tutacheza tena Jumapili kwa nguvu zote, au yani hata kuitabiri mechi mimi nakuwa nashindwa. Lakini mimi naona kwa sababu kwa Yanga hawana ile, yani hawana mashaka, wana relax kwa sababu wanajua hata likitokea lolote hawana stress. Lakini Simba na ile chachu ya baada ya kuwa wameshapoteza mfululizo mara 6 na kule kudraw. Lakini Yanga yeye relax kabisa, hana shida kwa hata ingizo swiki na Okelo swiki na nani waingizwe wazi. Lakini Simba yeye ana chachu. Kocha hapo Steve Baka leo ajipange, ajiandae na dabi ya leo na Kariakoo kwa ataingiza kina nani watacheza dabi ya Kariakoo, ajipange. Watu mtaani wanakwambiaje? Atakayeshinda leo kwenye hii mechi ya muungano basi atafungwa kwenye dabi ya Kariakoo ya NBC. Wao hicho kitu kweli kinaweza kikatokea. Mimi pia nahisi kinatokea, wako sahihi kabisa. Lakini kwenye mpira chochote kinaweza kikatokea, anaweza kashinda zote. Yaani mimi naona kabisa atakayechukua leo. Namuona, yani dalili zitaonyesha leo atakayechukua NBC nani. Sio mchezo kabisa. Sio mchezo. Na wachezaji kwa jinsi mechi ambavyo zimechezwa hivi karibuni, wachezaji wanaonekana wako vizuri, lakini pia Yanga pamoja na kwamba kabla ya mapumziko ya kimataifa walionekana kudraw mfululizo
kwenye mechi walizocheza hivi karibuni wapo vizuri na wameonyesha ushindani wa hali ya juu. Hata katika mechi ambayo wamecheza na Azam, yani sidhani kama watu walitegemea kuona mechi ya namna ile kwa jinsi ambavyo Azam walikutana na ule mkiki siku ile, kwa sababu watu walitegemea labda kuna uwezekano ndo wakacheza ikawa tu kawaida ya kwamba labda hata kwenye swala kufunga labda hapa jamani hapa watadraw au watadraw, lakini mechi ikaja kuwa iko tofauti. Sasa kwa mashabiki wa Simba kidogo wamekuwa na wengine na wana mashaka kidogo baada ya kuona mbona kama Yanga wamerudi hivi, mbona moto sisi nani alafu ukifikiria Azam wenyewe wamekuwa wakiwasumbua Simba hivi karibuni, wanaona kama inawezekana ikatokea, lakini wengine bado wana nguvu, wana imani na timu yao. Ukiangalia wachezaji wa kutazama leo nani? Kwa upande wa Yanga wachezaji ambao watatazama kwa jicho la tatu atakuwa Alan Okello, obvious, kwa sababu watu wengi hapo katikati walikuwa wameona kama vile mbona kama wamenunua wanaita star boy na nini, lakini mchezaji anaonekana kama hayuko sawa, lakini kwenye mechi iliyopita amefanya vitu vikubwa. Watu wamelamba mchanga pale, sio mchezo. Alan Okello, lakini pia kama kawaida Pacome Zouzoua lazima kwa sababu kwa nini Pacome? Kwa sababu ni mchezaji ambaye ni kipenzi cha wanayanga, of course wanampenda sana, na wanapokuwa wanamuona uwanjani huwa wanaona kabisa hii mechi tumeiendea sawa. Umeona lakini pia kuna Prince Dube ambaye amekuwa na bahati sana kufunga klabu ya Simba. Naye pia atakuwa anaangaliwa kwa jicho la tatu. Lakini kuna mchezaji anaitwa Damaro baada ya ile kesi iliyopita hapo katikati, nafikiri na yeye atakuwa na kitu anataka kuonyesha, kwa sababu ndio tunajua mechi zetu za kibongo zinavyokwenda. Kwa hiyo wewe kwa upande wa Simba unaona nani ambaye leo atakuwa wa kutazamwa zaidi? Mimi kwa upande wangu Simba, Mwalimu Chama pia watamtazama sana wachezaji wawili, Mwalimu na Chama. Leo kazi ipo. Wanasemaga leo kazini kwa mtu kuna kazi. Kuna aura pia. Kweli. Kijana yule ana hatari. Ile kijana ana hatari. Yaani kuna namna ambavyo mchezaji akiingia kwenye kikosi alafu akaingia moja kwa moja, alafu yani hajapata shida yote, tangia amefika na mfumo umefiti, anacheza yuko vizuri. Lakini anajitoa, of course anajitahidi sana. Na maana nilikuwa nasema kwamba mchezaji akifika afa akaingia moja kwa moja kwenye kucheza alafu akawa hajapata shida yoyote, inakuwa ni raha, kwa sababu wachezaji wengine anaweza akaja labda sio, inakuwa ni mazingira. Lakini pia kwenye masuala ya wachezaji pia kuna mchezaji wa Simba, kocha Sibaka, yeye huwa amchezeshi sana Unadi. Anaona labda kwenye mfumo wake labda hajapendezwa naye zaidi. Inawezekana ni kawaida, lakini kwenye mpira wa miguu, kwa sababu hata kocha wa Simba aliondoka alikuwa amtumii zaidi Kagoma. Kweli. Amekuja Sibaka, yeye anamtumia zaidi. Kila mtu ana jicho lake la kutazama. Lakini pia tusiwache watazamaji hivi kidogo, na wenyewe watupe mawili matatu kwenye comment section. Ndio kabisa. Watuambie nini sasa leo hii. Unajua mechi ni kubwa hii. Kuna vitu vingi na sisi tungetamani kusikia kutoka kwa watazamaji wetu ya kwamba je, nyie mechi ya leo mnaionaje? Mnampa nani ushindi? Lakini je, mchezaji gani wa timu ipi mnafikia kwamba anaweza akafanya vizuri kuliko wengine ambao wataperform siku ya leo? Sisi tunakusikiliza wewe mtazamaji wetu hapo kwenye comment section, utupe madini ili na sisi tu tunajua kama tuko pamoja. Ni mimi Latifa Kilasi, ukipenda niite Nyaru baby Kwesu Tilia Ng'ande, mjukuu wa Mligo hapa. Nipo na presenter mwenzangu hapa. Asante sana, na leo Sport Dadas tunasema bye bye.